na kila mafundisho unakuwa naye na kuishwa kuliko mahali hapa tayari mpaka mafuta. Tuinamishe nyuso zetu. Mwenyezi Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe unayetupenda mno, wewe unayetujali kila siku, Bwana umekuweka katika madhabahu ili upate kufundisha Bwana. Bwana wako umewapa kipaji kwa ajili ya kufundisha na kuonya, na tuko tayari Yehova. Wanasema na kila mmoja, sema na mama huyu, sema na mama huyu, sema na binti huyu, sema na mvulana huyu. Mtakatifu wakatamamaji hapa, wao wakasema kila mmoja kupone, tuko tayari kusikiliza wewe Bwana. Bwana tusaidie na utie nguvu mtumishi wako. Wewe umeandaa kwa ajili ya kusimama mahali hapa kunena neno lako. Bwana nakushukuru kwa sababu utatenda miujiza, utaponya, utaokoa. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Karibu mtumishi wa Mungu, tupige makofi kwa ajili yako. Karibu sana. Mungu akubariki. Amina. Karibu sana. Amen. Asante sana. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Hongera kwa kubarikiwa leo kuiona siku hii. Jana tumeiona ikapita, kesho hatujui kama tutaiona, lakini leo tumepata neema ya kuiona. Amina. Amen. Mungu akubariki. Kabla hatujaanza chochote, tutangazie kuzimu kwamba tumekombolewa. Tuipe imekuja. Amen.
Nimshukuru mchungaji, jopo na uongozi wa kanisa kwa kuniamini na kuniazima madhabahu ambayo ni ofisi yao. Amina. Nami nitatumia vizuri kama Mungu alivyoandaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tunalo somo ambalo tutakwenda nao polepole. Sasa nitoe tu angalizo moja, kuwa tuna siku nyingi, Jumatatu mpaka Jumamosi, siku zinatosha kuombea ibada yetu. Kwa hiyo sisi ikifika kama leo na wakati kama huu tunahitaji kuniombea. Kama hukuniombea basi kuna aliyeniombea. Sawa? Amen. Naeleweka? Amen. Usisinzie, mimi sina sauti kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo tutajifunza neno la Mungu ambalo mimi nimelipa kichwa kinachosema neno la Mungu kwa maneno ya watu. Neno la Mungu kwa maneno ya watu. Kuna utangulizi ambao nitaanza nao hapa, baadaye tutaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Utaenda vizuri, sitakuchosha. Yesu asifiwe. Amen. Nipate mtu mmoja alisomee kitabu cha Maombolezo sura ya 5 mstari wa 7. Mtu mmoja asome hapo. Kitabu cha Maombolezo sura ya 5 mstari wa 7. Mwingine atafute kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 5. Kitabu cha Kutoka sura ya 20 mstari wa 5. Baba zetu walitenda dhambi hata hawapo, na sisi tumeyachukua maovu yao. Baba zetu walitenda dhambi hata hawapo, na sisi tumeyachukua maovu yao. Aliyepata Kutoka 20 mstari wa 5. Yasoma, neno la Mungu linasema, usinisujudie wala kunitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wabatilisha wana wa maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Rudia. Neno la Mungu linasema, usinisujudie wala kunitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wabatiliza wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 na cha 4 cha wanichukiao. Na wabatiliza. Amina kama. Bwana Yesu asifiwe. Leo naomba tujifunze kitu kutoka kwenye matatizo ya kuishi. Sisi ni watembea. Hatupaswi kutembea kwenye matatizo ya kuishi. Amina. Tujifunze kitu. Ni maarifa yatakayotufikisha kutoka mahali tulipo. Amina. Inasikitisha kwamba watu wa Mungu ndio wahanga wakubwa wa matatizo ya kuishi. Ni kweli wameokoka, wamehamishwa kutoka kwenye ulimwengu wa giza, kama neno linalosema tumehamishwa kutoka kwenye ulimwengu wa giza na kuingizwa katika ufalme wa nuru wa pendo la Bwana wake. Lakini ndio tunaopita kwenye shida nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu ametukumbuka. Amina. Mungu ametukumbuka. Tutapata mafundisho yetu leo marefu kidogo. Wainjilisti wanasema walimu wana mistari mingi, lakini ndio penye kupona. Ndio penye kupona kwenye mistari mingi.
Tutasoma kitabu cha Ezekieli. Kitabu cha Ezekieli sura ya 18 mstari wa 1 mpaka wa 19. Ezekieli sura ya 18 mstari wa 1 mpaka wa 19. Nitakwenda polepole. Nienda na mimi nitanielewa na utaokota kichwa cha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Waandishi wameshaandika wamemaliza. Na wangekuwa Biblia nao pia wameshapata Ezekieli 18. Nasoma mstari wa 1 mpaka wa 19. Nitakwenda mwenyewe polepole. Amina. Ezekieli sura ya 18 mstari wa 1 unasema hivi: Neno la Bwana likanijia tena kusema, je, maana yake ni nini hata mkatumia mithali hii katika Israeli mkisema, baba wamekula zabibu mbichi, nao watoto wakatiwa ganzi la meno? Kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, hamtakuwa na sababu ya kuitumia tena mithali hii katika Israeli. Tazama, roho zote ni mali yangu. Kama vile roho ya baba ni mali yangu, ndivyo ilivyo roho ya mwana mali yangu. Roho ile itendayo dhambi, bali kama mtu ni mwenye haki na kuyatenda yaliyo halali na haki, hakula juu ya milima, wala hakuviinulia macho vinyago vya nyumba ya Israeli, wala hakumtia unajisi mke wa jirani yake, wala hakumkaribia mwanamke wakati wa kutengwa kwake, wala hakumdhulumu mtu, bali amemrudishia mgeni wake mezani yake, wala hakumnyang'anya mtu mali yake kwa nguvu, naye amewapa wenye njaa chakula chake na kuwavika nguo walio uchi, ambaye hakumkopesha mtu ili apate faida, wala hakupokea ziada ya namna yoyote, naye ameuepusha mkono wake na uovu na kufanya hukumu ya haki kati ya mtu na mwenzake. Tena ikiwa amezifuata sheria zangu na kuzishika hukumu zangu, mtu huyu ni mwenye haki, hakika ataishi, asema Bwana Mungu. Walakini akizaa mwana aliyemnyang'anya, mwaga damu, atendaye mambo hayo mojawapo, wala hakutenda mema mojawapo la mambo hayo yampasayo, bali amekula juu ya milima na kutia unajisi mke wa jirani yake na kuwadhulumu maskini na wahitaji na kuwanyang'anya watu mali zao kwa nguvu, kufanya machukizo, wala hakurudisha rehani yake, ameviinulia macho vinyago na kufanya machukizo, naye amekopesha watu ili apate faida na kupokea ziada. Je, ataishi baada ya hayo? La, hataishi. Amefanya machukizo hayo yote, hakika atakufa. Damu yake itakuwa juu yake. Na kama yeye huyo akizaa mwana, naye ameona dhambi zote za baba yake alizozitenda, akaogopa, asifanye neno lolote kama hayo, hakula juu ya milima, wala hakuviinulia macho vinyago vya nyumba ya Israeli, wala hakumtia unajisi mke wa jirani yake, wala hakumdhulumu mtu, wala hakutwaa kwa nguvu, hakutwaa kiwewe rehani, wala hakumnyang'anya mtu mali yake kwa nguvu, bali amewapa wenye njaa chakula chake na kuwafunika nguo walio uchi. Tena ikiwa amekuzuia mkono wake usimuonee maskini, wala
sheria zangu, hatakufa huyu kwa sababu ya uovu wa baba yake, hakika ataishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa habari za yule baba yake, kwa sababu aliwaonea watu kwa ukali mwingi na kumnyang'anya ndugu yake mali yake kwa nguvu na kuyatenda yasiyo mema kati ya watu wake, tazama, atakufa katika uovu wake. Lakini ninyi mwasema, kwani yule mwana asichukue uovu wa baba yake? Yule mwana atakapofanya yaliyo halali na haki na kuzishika amri zangu na kuzitenda, hakika ataishi. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni neno la Mungu. Ni neno la Mungu alilokuwa akiwajibu